Wewe dada, wewe mama unayevaa mavazi ya uzuri, mapambo, aliniambia hawamtoingia mbinguni. Hawatoingia wanawake wengi kwa sababu ya mapambo wanayojipamba. Hata wanyakuwa wanawake wanaovaa mavazi ya ukahaba. Hata nyakuwa wanawake wanaosali bila kufunika kichwa. Ni kweli, wewe ni shahidi, mimi ni shahidi. Kanisa letu la EAGT au makanisa ya Pentekoste mengi, hayo mafundisho ya kufunika kichwa hayapo, lakini kwenye neno lipo. Kwa nini leo niko hapa kukuambia kikitu? Aliniambia, je, kwani sijawaandikia katika Wakorinto? Ukisoma katika Yakobo inasema, mwadhani neno la Mungu lasema bure? Katika Timotheo tunasoma, kila neno lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa maonyo, mafundisho, kwa adibisho. Wewe mtumishi wa Mungu, hili neno sio rangu. Haya ninayoeleza leo sio yangu. Nimesema kile ninachoambiwa na Bwana Yesu niwaambie watu wake. Ninasema leo, wewe unenisikiliza, wewe unenisikia, nimenawa damu yako, na mimi binafsi nitaendelea kujitengeneza, maana kila mwenye matumaini haya na ajitakase. Nitasoma katika Ezekieli 33, nitasoma kuanzia ule mstari wa 7. Inasema hivi, basi wewe mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi wa nyumba ya Israeli. Basi ulisikie neno hili kinywani mwangu, ukawape maonyo yangu. Nimwambiapo mtu mbaya, ewe mtu mbaya, hakika utakufa, nawe husemi neno la kumwonya mtu huyo aiache njia yake. Mtu mbaya huyo atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mikononi mwako. 9, walakini ukimwonya mtu mbaya kwa sababu ya njia yake, kusudi aiache, wala yeye haiachi, atakufa huyo katika uovu wake, lakini wewe umejiokoa roho yako. Nimekuja kujiokoa roho yangu. Asante Bwana Yesu, nipo mbele zako. Ninasema kile ulichoniagiza. Ninaogopa. Mwana wa Mungu, niko hapa kukueleza kila alichoniambia Bwana Yesu. Katika kufunika kichwa, katika mavazi ya ukahaba. Ni kweli tunasuka makanisa yetu, tunavaa mavazi ya ukahaba kwenye makanisa yetu. Tunavaa. Nimekuja kunawa damu yako. Nimekuja kunawa damu yako. Tusome waraka wa kwanza wa Petro, sura ya 3 mstari wa 3, na yenyewe inasema kwa habari ya kutuonya, kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yaani kuvalia mavazi, bali kuwe utu wa moyoni usioonekana, katika mapambo ya utulivu iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Maana vivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani waliomtumaini Mungu na kuwatii waume zao. Kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele. Tumishi wa Mungu, sio kusuka nywele. Si kwa kusuka nywele. Watu wengi tunasema kwamba rasta, yaani ile kujiongeza, lakini mtumishi wa Mungu, kote nilipita